Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, leo tupo day 6 of Ramadan. Mashallah, basi hapa kwangu tutapata recipes na menu nilizofanya leo. Inshallah na nyinyi mtaweza kuziigiza ili mtengenezeni iftari ya kwenu kesho inshallah. So leo tulikuwa tunafanya wali wa vitunguu. So mwanzo kabisa tulianza kukatakata vitunguu into small circles kama hivyo hizo zangu, yani tunakata into small pieces. Mimi leo nilikatakata vitunguu vingi, takriban vitunguu 4, sio vote vilikuwa ni vya wali, bali nilikuwa na mapishi tofauti tofauti, mtaona tu hapo mbele nitaendelea kukielezea ambazo nitatumia hivi vitunguu vya kukaanga. So nikavikaanga hivi vitunguu, na leo nilifanya makosa, niliweka ile mafuta yale ya juzi yalikuwa yanafanya mapovu, ndio yake silicone spoon. Na kwa hapa kando tulikuwa tuna nyama, hii nyama ilikuwa ni ya ng'ombe, tutaifanyia kababu, yani nyama ya kusaga. So kisha zile zikawa zinaiva kule kwenye jiko, nikaja nikaingililia kushambua viazi. Hivi viazi vilikuwa ni vya potato salad. So katika vile vitunguu tunavyovichoma, basi vingine tutavitumbukiza ama tutaziingizia kwenye hizi potato salad zetu za leo. So nikakata viazi vangu into small cubes kama hivi. Leo mimi nimechagua kuwa potato salad yangu nitavichoma hivi viazi vyangu nitavichoma kwenye mafuta, lakini pia unaweza ukavichemsha kama you want a healthier potato salad. So niliviosha vile viazi kisha nikaja kavichoma. Naona vile mafuta yetu vile yalivyo, mashallah, mafuta povu. Utasema nilipikia mayai, lakini si mayai, hii ni silicone spoon. Toka nione hivyo, toka hiyo siku situmii tena silicone spoon. Kwa radhi nitumie kijiko changu cha steel ama stainless steel. So viazi vilivyoiva nikavitenga, nikaviweka pembeni. Alafu na hayo mafuta nao nikaweka pembeni, lakini nitaona tu mbele. Leo haya mafuta yalinikoroga. Karai, unajua nina karai tofauti, lakini naona kama nilipenda karai hili kwa leo sana. Maana baada ya kuvichomea viazi ile karai, pia nitalichomea kababu ili karai. Nitachoma kababu, nitajishtukia nimechoma viazi vyetu vya slice humo vya slice mwanzo, ndo viazi vitanipa shida kuchoma kwa sababu mapovu. Tutaona tu kwa hapo mbele mapovu yatakuwa yamezidi sana. So baada ya kuvichoma viazi vyetu, nikafanya ile creamy beef ama nyama ya cream. Ndio hii ni nyama yetu. Hii sufuria ni ile niliyotumia kwa kukaangia ile nyama yetu ya kufanya kababu. So kwenye nyama nikatia pilipili boga, kitunguu maji, pilipili manga, nikatia na hiyo yellow ilikuwa ni curry powder, nikaweka na chumvi, alafu nikatia na maziwa. Sasa hapa unaweza ukatumia cooking cream ama ukatumia maziwa mala ama ukatumia maziwa fresh kama hayo niliyotumia mimi. So nikachanganya mchanganyiko wetu vizuri, na pia nilitia garlic ginger paste, sijui nimeitaja, kisha nikabandika motoni. Na kwa hapa ile nyama yetu ya kima ilikuwa iko tayari, mimi nilitransfer kwenye hii bowl, ndio ile sufuria niweze kupikia nyama. Maana yake sikutaka kuosha vyombo vingi. So katika nyama yetu ya kima ama nyama yetu ya kusaga nikatia breadcrumbs pamoja na nikapasulia na yai moja, alafu nikachanganya vizuri na nikavuruga. Ukivuruga na ukitia vipimo vyako vikiwa sawa, basi utaona hii ninio yako, nyama yako inashikana kama hivi, yani inakuwa kama boli. Inakuwa rahisi wewe kutengeneza shape za kababu. So baada ya kufanya vishape vyangu vya kababu, nikaregea nikaja kuvichoma. So hapa alikuwa naangalia mafuta kama yamepata moto. Unaona nilijisahau yale mafuta yetu ya mapovu, ndio nilikuja nikayawasha tena, nikaanza kuyachomea kababu. Basi hapa nachoma kababu, nashukuru, nasema alhamdulillah. Kumbe haya mafuta ni tesa kule tu, lakini hapa kwenye kababu hayanitesi. Si unaona hapa nilikuwa nachoma vizuri mwenye kababu zangu, sikuteseka. Yani hazikunitesa kwenye kababu, lakini nilivotia viazi humu ndani, viazi vya marubajia, nimeteseka. Ngojeni tu mtaona hapo mbele. Yani nachoma kuna wasiwasi, nasema hivi viazi leo vitatoka ndivyo sivyo, mapovu yote haya. Lakini hapa kwenye kababu sikupata shida sana. So nikachoma kababu zetu mpaka zikawa ile rangi ninayopenda sana. Hizi kababu za nyama huwa zinatoka rangi yake zinakuwa dark, sio kama kababu za samaki pamoja na kababu za kuku. Naona vile zilivyo, yani zinatoka a little bit dark, na ukiziacha kwenye moto sana ni zikaiva sana, basi zinatoka nyeusi. Nilipomalizana na kababu nikaanza kuchoma marubajia. Leo marubajia zetu zilikuwa kidogo tu, nilifanya kiasi kimoja, na huo ndio ulikuwa ni mchanganyiko wangu wa marubajia. Humo ndani nimetia dania, nikatia na mbajia,
nikatia na oregano. Hapa kwangu niko na fresh oregano pamoja na kitunguu maji na chumvi na unga wa dengu. So nika feed zote kwenye karai. Unaona vile mapovu hapa yameanza. Nilivotia tu hivi nikawa na wasiwasi. Juzi kwenye chips zilikuwa ni rahisi. Unajua chips unaweza ukatoa mafuta wakati mengine, lakini hizi marubajia zimekotiwa na unga, uzitoi inakuwa shida, lakini nilizichoma hivyo hivyo. Basi alhamdulillah, na pia hazikutoka vibaya. Kisha nikabandika maji katika sufuria. Sasa haya maji ni maji ya mchele wetu. Hapa maji yalikuwa yashapata moto. Nikaongeza sultaniz, aina 2 ya sultaniz, ama zile zabibu za kukausha za nyeusi pamoja na za nyekundu. Kisha nikatia, hiyo ilikuwa ni tembe ya dania pamoja na mdalasini huo, nikatia na karafuu, nikatia na jira, na pia nikatupilia na pilipili manga. Naona mchanganyiko ulipoanza kuchemka vizuri, nikatia mchele wangu. Huno mchele ulikuwa nimeoroweka for at least 20 minutes. Mimi hupenda sana kutumia basmati rice. Kwa hivyo basmati rice aina yoyote ile inakutolea mchele wako uwe vizuri. Na kwa upande huu mwingine kwenye nyama, nikaiona imekauka yale maziwa yetu ya kwanza, nikaongezea mafuta, nikaacha iweze kujikaranga yenyewe. So mchele ulivyoiva, nikaumwagilia maji, nikaanza kuassemble mchele wetu. Yani natia mchele kidogo, huku natia vile vitunguu tulivyovikaranga pale awali. Alafu nikaongezea na nuts. Kwa nuts leo nilipendelea kutumia korosho. Basi nikaweka na layer nyingine ya mchele na layer ya vitunguu. Alafu nikanyunyizia na mafuta uto kidogo kwa juu. Basi nikafinika mchele wetu kwa moto mdogo mdogo, ili mchele unafaa uweze kujisteam. Kama unaukausha unafaa ufanye kwa moto mdogo mdogo, maana ukiufanya kwa moto mkali mchele wako utakuwa unaungua kwa chini. So nikaupunguzia moto, nikaufinika. So kama mnakumbuka zile chapati zetu za jana, siku na unga niliusave. Sasa huu unga niliukata kipande. Hapa alikuwa najaribu, ulikuwa mgumu umeshikana. Lakini ulipopoa kidogo tu nikakata kipande kidogo. Hicho kipande kidogo nikatengenezea chicken wraps. Watoto wangu wameniambia zinaitwa tacos. So nilitumia tu huu unga wa chapati ambao tuliukanda jana. Kwa hivyo kama unataka kujua jinsi ya kutengeneza huu unga, utakwenda pale kwa day 5 of Ramadan, utaona vile tulivyofanya unga wetu wa chapati. So kwenye huu unga nilikata vidonge vidogo vidogo, nikavisukuma, nikaviacha pembeni kwa ajili ya kuvichoma. Na mimi kuvichoma kwake nilivichoma tu kama vile chapati, isipokuwa hakukuwa na kuchomea sambusa. Sikutaka usumbufu wa mafuta ya mapovu. Nikaweka karai jingine, nikatia na mafuta masafi, nikaanza kuchoma sambusa zangu kwa mafuta masafi. Yani tuseme mafuta mapya, yale ambayo hayatonisumbua ama hayatofanya. Kwa sababu katika sambusa mafuta kileta utiriri wowote, sambusa zinatoka vibaya. Na mimi sipendi sambusa ambazo zinatoka nyeusi nyeusi ama zinatoka na mapelepele ama na mapimple. Huwa napenda sambusa zangu ziive smooth yani. Na hapa alikuwa sambusa zipo tayari, na kwa upande ule mwingine nilikuwa nishaanza kuchoma vile viduara vyetu ama vichapati vyetu vidogo vidogo vya tacos. So nikatoa sambusa kwenye karai, nikazimia moto, nikaanza kuchoma vile vichapati vyetu. Lakini katika kuunganisha tacos zetu sikupata kuonesha, yani sikupata kuchukua video. But simply hizi tacos nilizitia kuku ndani, alafu juu ya hiyo kuku nikaweka cheese, alafu nikaziregesha kwenye oven zikakaa kidogo mpaka ile cheese ikamelt. So inshallah zikiwa kwenye table nitawaonesha. Na pia potato salad sikuwaonesha, lakini vile vile viazi nilivichanganya na mayonnaise pamoja na dania, nikatia na avocado nikachanganya, na pia zilikuwa very very nice mashallah. Na hii ndio ilikuwa ni setup yetu ya leo. So simply tulikuwa na viazi ama marubajias na kababu pamoja na sambusa, na hizi ndo zilikuwa tacos. Unaona vile zinakaa, yani kwa juu nilizimwagilia tu cheese. Alafu huo ndo ulikuwa ni wali wetu, wali wa vitunguu mashallah, very very nice, pamoja na creamy beef yetu. Hapo ilikuwa ni shaipa kule mashallah, very very nice. Na hii ndio ilikuwa ni potato salad yetu mashallah. Vyakula vyetu vya leo vilikuwa vizuri. Basi tulikuwa na chai kama kawaida, na hizi ilikuwa ni achari za kulia wali wetu, na kama kwa kawaida yetu tulikuwa na juice kwa hapo kando. Karibuni.